Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako akina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tumemsikia makamu mwenyekiti bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu. Pale awali nimesema viongozi wa dini, Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms. Lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza na unaingia barabarani, unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hawa wananchi? Kwa sababu huo ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja kwamba wananchi wote ni Chadema. Wako wa vyama vingine wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hawa wananchi wanaokwenda kupiga kura, unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu huko barabarani utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani. Tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hawa wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halitawezekana na sio rahisi kama tunavyofikiria. Ndugu zangu, wako watu wa G55 wameandikiwa barua na matawi yao kwa maelekezo ya chama kwamba wajieleze.
yuko makamu mwenyekiti wa kanda ya kati Dodoma, ndugu Jingu, alienda kwenye mkutano wa hadhara akamkosoa mwenyekiti wa chama taifa kwa mambo haya. Ameandikiwa barua na ameitwa kwenye kikao cha maadili cha kanda ya kati Dodoma. Mwenyekiti wa jimbo la Segerea yuko hapa, ndugu Asenga, nimemuona. Ameshaandikiwa barua na tawi lake, amepewa siku 14 ajieleze kwa nini asifukuzwe wanachama. Yuko ndugu Romanus Mapunda, alitia nia ya kugombea urais kupitia Chadema, yuko hapo. Yeye ameshaitwa kwenye kikao kabisa. Nafikiri umeshajieleza bwana. Na tayari ameshajieleza. Amekaa hapo. Kwa hiyo huu utamaduni sio kwamba ni wa mtaani. Ndani ya chama tunashughulikiwa. Swali la pili la ndugu John, Zitto na wenzake walifukuzwa ndani ya chama. Sio sahihi. Zitto Zuberi Kabwe, Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Samson Mwigamba hawakuwahi kufukuzwa na chama hiki. Walivuliwa nyadhifa zao. Ndio maana Zitto akaendelea kuwa mbunge. Zitto yeye ndo akaenda kufungua kesi akizuia chama kisimfukuze wanachama. Lakini chama hakikuwahi kumfukuza wanachama. Alimaliza ubunge wake. Hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo alivuliwa nyadhifa yake ya mjumbe wa kamati kuu. Samson Mwigamba alivuliwa nyadhifa yake ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Arusha. Hawajawahi kufukuzwa. Kwa hiyo sio sahihi kusema tuliwahi kuwafukuza Zitto na wenzake. Hawakufukuzwa. Hakuna rekodi ya Zitto kufukuzwa wanachama. Alivuliwa wadhifa wake wa naibu katibu mkuu bara. Na rekodi ziko that clear. Silinde Lokatare walilazimishwa kuondoka. Hakuna ambaye akiondoka kwenye chama hata tafuta sababu. Kama ambavyo akirudi lazima atafute sababu kwa nini amerudi. Wakina Silinde walimaliza ubunge wao, Lokatare alimaliza ubunge wake, Anthony Komo alimaliza ubunge wake, Saidi Kubenea alimaliza ubunge wake, na hatimaye wakaondoka. Na wala hayakuwa mambo ya COVID. Kwa sababu COVID ilikuwa haipo wakati wanaondoka kwenye chama hiki. Mbona hukusema ulipokuwa kiongozi amekufika? Nimesema mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya watu wengi wanaoshughulikiwa. Na wakati huo nikiwa ndani ya uongozi, tulizuia watu wasifukuzwe. Ila walikuwa wanapewa maonyo, wanaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Siku Zitto, Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba wanahojiwa, tulikuwa kwenye kikao cha kamati kuu cha siku 2 pale Ubungo Plaza. Zitto alikuwa Addis Ababa, Ethiopia. Hatukumjadili mpaka akapanda ndege akatoka Ethiopia akarudi, amefika pale saa 9 alfajiri ndio hoja ikawekwa mezani, kwa sababu alikuwa na haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunachosisitiza, kama kuna mwanachama mwenye makosa aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, katiba ya chama chetu. Ndicho tunachosisitiza.